Hivi umeshawahi kufikiria kwa nini wakati unamvalisha mtoto nguo unakuta analia sana? Alafu unakuta wazazi wanasema, "Huyu hapendi kuvaa nguo, huyu hapendi." Sio kwamba hapendi kuvaa nguo, ni kwamba mama anapomvalisha nguo anasikia maumivu kwa namna ambavyo mama anamvalisha nguo. Sasa leo niko na mtoto hapa, nataka nionyeshe jinsi ya kumvalisha mtoto nguo kwa juu. Yaani mikono, jinsi ya kufanya, kwa sababu wengi unakuta mtoto anaumia mkono jinsi ambavyo mama anamvalisha nguo. Sasa njoo leo nikuonyeshe. Huyu hapa ni mtoto. Unatakiwa sasa kumvalisha nguo mikononi. Ameshavaa juu. Unatakiwa kumvalisha mikononi. Iko hivi. Usifanye hivi. Sijui unalazimisha unamfanyia mtoto hivi, alafu ndo unavuta. Hapana. Hii hapa igeuze hivi. Geuza hii ya ndani. Hii. Igeuze. Hii ya ndani igeuze. Ukishaigeuza wewe ingiza mkono wako, kwa sababu hii nguo ni ndogo sana, ni mdoli huyu. Ingiza mkono wako vizuri, alafu unachukua mkono wa mtoto, simple. Unaingiza mkono wako, hakisha unaingiza mkono wako. Alafu ndo unachukua mkono wa mtoto hivi. Kwa hiyo inakuwa simple sana. Umeona? Hivyo. Unamfunga vizuri, unamweka vizuri, umemaliza. Lakini usimvue ile ya hivi, wala usimvalishe kwamba mtoto unamsukumia mkono hivi. Hii hairuhusiwi wala haitakiwi. Hakikisha unamvalisha hivi ambapo nimekuwa. Unajijua wewe ni mama, umetoka kujifungua, huna mtu ambaye unaweza kumuuliza maswali, ambaye anaweza kufundisha kuhusiana na changamoto ambazo unaweza kupitia wakati wa kunyonyesha, basi njoo kwetu. Tunatoa hizo huduma. Tuna magroups mbalimbali, tuna group la wajawazito, tuna group la kujifunza kulelea watoto, tuna group la maombi kwa wale mama ambao watahitaji maombi, lakini pia tuna unaweza kulipia ushauri kati yangu mimi na wewe muda wowote ambao unanihitaji kwa ajili ya kukusaidia changamoto yoyote, iwe wakati wa ujauzito, iwe wakati wa kujifungua, au hata kabla hujabeba ujauzito. Basi kuna hiyo unaweza ukailipia. Kwa hiyo kwa sana, mimi ni Dr. Jess. Until next time. Bye bye.